Nikushukuru mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwa nafasi ya kunikaribisha. Niwashukuru wana CCM na wananchi wote ambao mmeshiriki hapa, wenye viti wangu wa serikali za mitaa kwa ujumla, bila kumsahau afande wetu aliyopo hapa ambaye amekuwa ndio msaada mkubwa katika pilika hizi. Nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, kwanza nitoe shukrani za dhati kwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi wa wilaya ya Temeke. Naomba nikupongeze sana mwenyekiti. Nadhani ni swala la haraka sana. Tumekutana jana Tandika katika mazungumzo yetu na kukwambia kwa haraka na ukakubali jana, na leo umekuja kuwa mgeni wetu hapa. Tuna ujenzi wa kituo hiki cha Vianiza. Ni kituo ambacho kiko kwenye kata ya Azimio, kituo ambacho tunategemea kitatusaidia kama wanaazimio. Vituo hivi vya polisi tunavyo viwili, tuna Tambukareli na hiki cha Vianiza, lakini Tambukareli sasa hivi kinafanya kazi, lakini hiki ni kituo kikubwa ambacho tunategemea kwa upande huu wa kata ya Azimio. Ni kituo ambacho kitatusaidia sana upande wa wafanyabiashara, vijana wetu, lakini pia kuleta hali ya amani na usalama kwenye kata yetu. Kwa hiyo sisi tukushukuru sana kwa hili. Tukuombe sasa ujenzi huu, mkarabati huu mdogo uweze kutuzindulia rasmi, na kisha utamaliza hapo utatuchanganyia udongo pale ili sasa ujenzi wetu uanze rasmi. Lakini naendelea kukupongeza na kukushukuru sana kwa kazi kubwa unayoifanya, na ninaamini kwamba sisi kama wana CCM, kituo hiki cha polisi hakihudumii wana CCM, tunahudumia jamii yote. Lakini kazi kubwa inayotekelezwa na Chama cha Mapinduzi ni utekelezaji wa ilani, ni upande pia wa ujenzi wa vituo vya polisi. Kwa hiyo sisi hatuna watu wa kuwashirikisha zaidi ya nyinyi viongozi wetu wa chama ambao mnaitekeleza hii ilani. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana na kukupongeza kwa kazi kubwa ambayo unaifanya. Nakushukuru sana. Sasa nikukaribishe rasmi uweze kutuzindulia. 2, 3, 1. Kata. Tunakulia leo. Tunakulia twende. Jalo mwenyekiti unatosha. Mpe mheshimiwa hapo. Madai kwa kulia una. Changanya hapa. Yaani mimi ndo mwenyewe. Hata kwa jikoni. Hapa ndo mwenyewe wazeke. Katibu kwa niaba ya chama cha Madai kwa. Kazi ya zamani. Haya, katibu kwa nyuma yako huko. sana mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya wajumbe wangu, lakini pia na wananchi wa mtaa huu wa Kaskazini, tunakushukuru sana. Tuna imani katika ujenzi kwenda ni vizuri. Tukaribishe kama una neno lolote. CCM oye! Azimio oye! Uchungu wa mwana. Mheshimiwa diwani, waheshimiwa wenyeviti wa mitaa, ndugu viongozi wenzangu wa chama na jumuiya zake, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Wananchi oye! Wananchi oye! Ndugu mheshimiwa diwani, kwanza mimi niendelee kuwapongeza. Nikupongezeni kata Azimio kwa hiki mnachokifanya
kwa sababu jambo mnalolifanya ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na kitu mlichokifanya kwanza ni kikubwa, pia ni thawabu pia kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu uhalifu unakataliwa sehemu yoyote, kwa sababu na hiki mnachokifanya ni sehemu mojawapo ya kuhakikisha kwamba kata yetu ya Azimio na mitaa yake yote kwamba inatakiwa ikae katika hali ya amani na usalama. Kwa maana hiyo, pamoja na utekelezaji huu mkubwa wa ilani, lakini sisi kama Chama cha Mapinduzi tunawapongeza kwanza kwa kujitolea katika kukarabati kituo hiki, mbali ya kuwa mama ama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa fedha nyingi kwa ajili ya ukarabati wa maeneo mbalimbali, lakini pia katika ujenzi wa miradi mbalimbali ambayo inaendelea nchi nzima. Lakini sisi kama wananchi, lakini pia kama wawakilishi wa wananchi kwenye eneo hili, katika kusimamia hili, kiukweli Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, lakini mimi nasema kwamba mnyonge hawezi kunyongwa, kwa sababu ukishamnyonga hiyo haki ataipata vipi? Kwa hiyo hii, Mheshimiwa Diwani, naomba kwamba uisimamie na iwe mfano kwa kata zingine zote. Lakini pia nitoe rai ama wito pia kwa kata zingine 22 zilizobaki, basi nazo zije kuiga mfano ambao unafanywa na kata ya Azimio. Kiukweli ni diwani kiongozi mwanamama, lakini kwa umahiri na ushupavu ambao unaufanya kwenye kata hii, kutokana na jiografia na mazingira ya kata hii yalivyo, ukweli unastahili sifa na pongezi za kutosha dhidi yako. Ni jambo dogo kwa mtazamo, lakini ni jambo kubwa pia hata kwa watendaji wetu ambao watakao kuja kufanya kazi kwenye kituo hiki. Ulinitajia hapa kwamba kuna afande, nilikuwa nataka nimuone yule ambaye anasema ni msaada na ni msaidizi kwenye kituo hiki. Afande yuko? CCM oye! Naamini kabisa kiongozi huyu ndio naye atakayekuwa kwenye kituo hiki. Afande kamanda, tunaomba kituo hiki basi kitakapokuwa kimekamilika sasa mfanye kazi kwa uaminifu, lakini pia kwa uweledi. Tunaamini kabisa kwamba wananchi wetu watakapokuwa wanakaa na wanaishi katika hali ya usalama na amani, basi naamini kabisa kata yetu ya Azimio nayo itakuwa iko shwari, lakini pia itakuwa iko mfano bora katika kata zote 23 zilizopo kwenye kata yetu kwenye wilaya yetu ya Temeke. Jana tuko Tandika tunafanya usafi na Mheshimiwa Diwani, nafikiri wakati tunatoka alikuwa amepokea simu za malalamiko mengi kuhusiana na wafanyabiashara walioko kwenye mtaa wetu wa Dabokibi. Basi sisi tunaamini kupitia kituo hiki wafanyabiashara wale ndio watakuwa mkombozi wao kwenye shughuli zao ambazo wanaenda kuzifanya zile za kila siku, kwa sababu tunasema kwamba mtu ni lazima ajitafutie kipato chake cha halali, lakini pale anapokosewa basi huwa anatakiwa aelekezwe kwa kufuata taratibu za nchi, lakini sio kuvunja sheria wala taratibu za nchi. Baada ya kusema haya, mimi niwashukuru sana, lakini pia niendelee kuwapongeza. Naomba muendelee na mshikamano huu, umoja huu kati ya wana CCM na jumuiya zake, lakini CCM na Chama cha Mapinduzi. Naamini mkizidisha upendo na mahusiano yaliyo bora, basi kazi zenu zote hata za kiulinzi na usalama zitakuwa ni nyepesi katika kuzitekeleza, kwa sababu bila wananchi hawa kuwa na taarifa za siri ama taarifa zinazoweza kupelekea kuzuia uhalifu, basi naamini hata kazi za utendaji kwenu nyinyi kama jeshi la polisi zinakuwa ni nyepesi na ni rahisi kuzifanya na kuzitekeleza kwa wakati. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru sana, niendelee kuwapongeza na niendelee kusema kwamba muwe na ushirikiano wa kutosha. Niseme kwamba kidumu Chama cha Mapinduzi, uchungu wa mwana. Niwasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni kwa kusikiliza.
Naam mheshimiwa, mimi pekee nitoe pongezi za kufanya jitihada hizi mpaka leo tunaona mnaenda kufanya ukarabati kwenye kituo hiki cha polisi. Tulikuwa tunataka tujue ni kitu gani ambacho kiliwafanya mpaka mkaamua kufanya ukarabati huu. Asante. Kwanza na mimi nikupongeze na kuwashukuru sana kwa ujio wenu. Ninaamini kituo cha polisi kwanza ni kinalinda amani ya kata, lakini pia sisi kama viongozi tunakuwa na mahali pa kupeleka malalamiko yetu, lakini pia tunakuwa na wasaidizi ambao wanaweza wakaangalia usalama na amani kwenye kata. Kwa hiyo ninaamini kituo cha polisi ndio kila kitu. Azimio tuna vituo viwili, Tambukareli na kituo cha Vianiza. Hiki kituo cha Vianiza kina miaka mingi kimekuwa kikifanya kazi kwa masaa machache sana, lakini baadaye kiharibika kabisa kutokana na ubovu. Ukiangalia toka 1994 ndio kituo hiki kilijengwa, wakati ikiwa ni kata ya Mibulani. Sasa hivi ni kata ya Azimio. Kwa hiyo baada ya kufungwa kwa muda mrefu tumeona sasa iko haja ya kutengeneza na tuweze kuwa na amani na wafanyabiashara wetu, lakini pia vijana wetu, lakini pia usalama, kwamba tuwe na usalama pia wa kata yetu. Kwa hiyo kutengeneza kwa kituo hiki ni hamasa kubwa pia kwa wananchi na malalamiko pia ya wananchi kwamba wamekuwa wakisumbuliwa sana na askari, hawajui wanatoka wapi, lakini sasa watasumbuliwa na askari wakitoka kwenye kituo ambacho kiko kwenye kata yetu ya Azimio. Kwa hiyo ninaamini kwa juhudi kubwa ya wenye viti wangu wa serikali za mitaa ambao ndio ni washiriki wakubwa na sisi kama viongozi pia, lakini ukiangalia pia jiografia ya kata ya Azimio ni jiografia ambayo ina vibaka wengi, ina watu wahalifu wengi, na sasa hivi pamoja na kwamba wamepungua, lakini kutokana na kituo hiki watapungua zaidi. Kwa hiyo ninaamini tutajitahidi kuhakikisha tunajenga kituo hiki. Na idadi kubwa ya msaada kutoka kwenye ujenzi wa kituo hiki tumepata kutoka kwa wakala wa majengo TBA, wametusaidia vifaa kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiki ulichoongea inaonekana kuna uchache wa vituo kwenye eneo hili, na kama ulivyosema jiografia yake kidogo ni sio nzuri kiasi kwamba kunaonekana kuna wahalifu wengi sana. Ukiwa kama diwani na nyinyi ndio ambao mnashika hatamu katika serikali hii, hauoni kuna nafasi nyingine labda huenda mkapata labda kituo kingine ili kusudi kudhibiti maneno yao ya uhalifu? Ninaamini baada ya kituo hiki kuna mtu amekubali kunitolea kunipa eneo Mtoni Unguja. Kwa hiyo ninaamini kule nako tunaweza tukaweka kituo cha polisi, kwa sababu ukiangalia idadi kubwa ya vijana eneo lile hakuna kabisa kituo cha polisi. Kwa hiyo baada ya kituo hiki nitafanya mpango sasa wa kujenga kituo kingine ambacho kitakuwa ni cha 3 na kitakuwa kwenye maeneo ambayo kuna vijana wengi, kuna wahalifu wengi, lakini ukiangalia jiografia ya eneo lile ni kwamba tunaungana na Buza, tunaungana na Makangalawe, tunaungana na makata ambazo ziko jirani. Kwa hiyo kuna mtu ambaye yuko tayari kunisaidia eneo na kuweza kujenga kituo cha polisi. Kwa hiyo baada ya hiki naamini nitajitahidi kujenga kituo kingine cha polisi. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan tunaona katika jitihada zake anafanya maboresho katika miradi mbalimbali tunaiona, na nyinyi mmekopo ni moja ya chachu ambao mmechukua mfano kwake na kujiongeza kufanya harakati zingine ambazo zinatakiwa katika jamii. Una neno lolote kwa mama? Mimi kwanza nimpongeze mama. Kwa mfano nikitolea mfano kwenye kata yangu ya Azimio, shule zangu zote zimeboreshwa. Shule zote zimeboreshwa na sasa hivi zahanati yangu ya Tambukareli inafanya kazi masaa 24. Zote ni juhudi za mama. Na ninaamini mpaka sasa hivi na katika shule yetu ya sekondari ya Kichanga tupo kwenye shule bora, na sisi ni shule ya 6 kuwa bora kwa sababu ya juhudi ambazo zinafanywa na mama. Wanafunzi sasa hivi wanakaa kwenye madawati, madarasa yamejengwa, vyoo vimejengwa, na ninaamini hata kwa sasa hivi bajeti hii ya safari hii barabara zangu 3 zimepita kwenye mradi. Kwa hiyo ninaamini juhudi za mama ni kubwa sana. Kwa kweli Mama Samia anastahili pongezi sana. Mwisho sasa unamalizia una wito gani kwa wakazi wa Azimio? Mimi wito wangu kwa wakazi wa Azimio, kwanza waendelee kumwombea mama dua. Mama anafanya kazi kubwa. Waendelee kumpongeza na kumuunga mkono na kuamini kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na mama imefanya kazi kubwa sana. Tulikuwa na malalamiko mengi sana upande wa elimu, lakini sasa hivi upande wa elimu hakuna. Na ninaamini sasa hivi barabara zitaboreshwa. Kwa hiyo ninaamini mama
anastahili pongezi za hali ya juu. Kwa hiyo wananchi wa kata ya Azimio wampongeze mama na kumuunga mkono mama. Anafanya kazi vizuri na anaupiga mwingi kuhakikisha miradi inakuja. Na sasa hivi bajeti tulionayo ni kubwa kwa ajili ya barabara zetu. Nashukuru sana. Asante sana. Shukrani. Shukrani sana. Na mimi nawatakia heri na kazi njema. Asante sana. Nyinyi hatuwezi kupata kutoa yale ambayo tunayo. Mkija kama hivi na sisi tunapata nafasi ya kuyazungumza. Tunawapongeza sana waandishi wa habari nyie kwa kazi kubwa mnazozifanya. Asanteni sana. Asante sana, nashukuru. Shukrani. Ukiwa kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, leo tunaona tumekuja kuzindua sehemu ambayo ni ya muhimu kabisa kiusalama. Mnafanya maboresho makubwa sana kituo hiki kidogo cha polisi. Tukio hili wewe ukiwa kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa umelipokeaje? Nimelipokea vizuri kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa Azimio Kaskazini, kwa sababu ilikuwa ni kero ya muda mrefu na tulikuwa na changamoto hii kwamba kituo chetu kilifungwa kwa muda kwa sababu ya uchakavu ambao ulikuwa umekithiri, lakini tulitoa wazo kupitia kamati yetu ya maendeleo ya kata kama ODC, kasema kuna umuhimu wa kituo hiki sasa kifanyiwe ukarabati na kifunguliwe ili kiendelee kufanya kazi ili kupambana na uhalifu ambao hivi sasa umekithiri katika maeneo yetu. Tunaona uhalifu mara nyingi asilimia kubwa sana unafanywa na vijana. Je, mmejipanga vipi sasa baada ya kituo hiki kukamilika, na tunajua asilimia kubwa sana vijana ndio ambao wanaengage kabisa katika masuala ya uhalifu. Ukiwa kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, kuna namna zingine ambazo umeziandaa kwa vijana hawa labda ili kusudi muondokane na huu uhalifu? Ya kikubwa kwanza ni elimu. Ni elimu kwa vijana jinsi gani waache uhalifu. Lakini pia tumejipanga vizuri na tuna muda mrefu hivi sasa mtaa wetu na ulinzi wa kutosha wa ulinzi shirikishi. Tuna sungusungu ambao tunajaribu kuzunguka usiku kucha na mchana pia katika maeneo ya vijiwe na kuwapa elimu vijana wetu ili waondokane na hiyo hali, warudi kwenye mstari. Kwa kweli tunashukuru kwa muda mrefu hivi sasa hatuna matukio yote ya kutisha, pamoja na kutokuwa na kituo, lakini mara nyingi tunajaribu kupitia kwenye haya maeneo ambayo vijana wanajikusanya, cheza kamari, kuvuta bange, kujaribu kuzihusisha na jamii ambazo zinazunguka maeneo hayo ili wakemee hayo matukio yasiendelee kufanyika. Na ni kweli tunashirikiana vizuri na wananchi na wanatupa taarifa, na sisi kila tunapopata taarifa tunajaribu kuchukua hatua muda huo. Kwa asilimia kubwa hivi sasa mtaa wetu uko shwari, uko vizuri na tunaendelea na mapambano. Kwa ukarabati wa kituo hiki nadhani kutaimarika zaidi na usalama utakuwa kutosha zaidi. Mheshimiwa Diwani nimetoka kuongea naye hapa, anasema ukiacha kituo hiki ni kuna kituo kingine kipya huenda kikaja kikaongeza idadi, ukiacha kituo hiki na kitu, kwa sababu kuna vituo viwili tu kwenye Azimio. Uongezaji wa kituo kingine ambapo vinaweza vikawa vitatu, unahisi masuala haya ya uhalifu yanaweza kaenda kupungua kwa asilimia kubwa? Ya, hiyo itatusaidia kwa sababu siku zote binadamu kama binadamu anakuwa na kawaida ya kubadilika. Na hivyo matukio ndivyo yalivyo, uhalifu ndivyo ulivyo. Matukio ya mwaka jana, uhalifu wa mwaka jana tofauti na mwaka huu, kila siku na wao wanajaribu kubadilisha mbinu. Kwa hiyo ndio maana sasa na sisi tunajaribu kupambana na hiyo hali, tuone tunakabiliana nayo vipi. Kuongeza kwa vituo bado tunapunguza wimbi la uhalifu. Sababu leo tukiwa na kituo hapa Vianiza Azimio, mtaa Azimio Kaskazini, tukiwa na kituo sehemu nyingine tunakuwa na vituo vya kutosha kabisa. Ina maana hata wale wahalifu sasa wanakosa ile mianya ya kufanya uhalifu wao, wanajikuta kila wanapozunguka wamezungukwa wao. Mwisho sasa unatoa wito gani kwa wakazi wa Azimio? Napenda tu kuwaambia wananchi kwamba watoe ushirikiano kwa viongozi wa serikali, ikiwemo sisi viongozi wa serikali ya mtaa pamoja na wajumbe wa mashina, pale tu wanapohisi kuna sehemu kuna uhalifu au kuna kuna changamoto zile za kuanza uhalifu, basi watoe taarifa mapema kabla ya tukio halijafika, ili tuweze kupambana na mapema kabla halijaanza kutoka nje. Siku zote uhalifu upo ndani ya majumba yetu. Mhalifu hawezi akatoka sehemu nyingine akaja akafanya matukio kwenye eneo lingine, lazima ataanza kupata wenyeji wa mtaa huo au wa nyumba hiyo. Kwa hiyo pale sisi ndio tunataka tuanzie hapo. Ni mwenyeji gani ambaye anakaribisha wageni kutoka maeneo mengine kuwaleta kwenye mtaa wetu, ili tuanze kushughulika naye huyo kwanza. Tunaamini tukienda vizuri na wananchi, tukishirikiana kwa pamoja, uhalifu wa Azimio utakuwa ndoto. Asante sana, nashukuru kiongozi. Asante sana, nashukuru. Tutaingie mafanikio mema. Asante, nashukuru. Ukiwa kama mmoja wa wenyekiti wa serikali ya mtaa wa maeneo haya ya Azimio, tukio kama hili la uboreshaji wa kituo cha polisi, wewe kama ukiwa mwenyekiti umelipokeaje?
Mimi nimelipokea kwa furaha kubwa, na ni hatua nzuri imepigwa, kwa sababu kituo hiki kwa hesabu ambazo ninazojua kwa historia kina miaka 30. Na mimi kabla kuhama maeneo haya nilizaliwa maeneo haya. Wakati kinajenga kituo hiki nilikuwa na miaka 8. Lakini mpaka kufika miaka 30 kuwa tunakiboresha, basi ni jambo jema, kwa sababu umri umefika ni mkubwa, umri wa watu ambao wameshazaa na kupata watoto. Mdogo wangu ambaye amezaliwa kipindi kituo kinatengenezwa hapa, sasa hivi ana watoto 4. Kwa hiyo maana ni kwamba hatua kubwa imepigwa, na ni jambo la kupongeza, na ni jambo ambalo kusema kweli linafaa kuigwa kwa maeneo mengine, kuviboresha vituo vyetu ambavyo vilikuwa kwa muda mrefu. Tunaona harakati nyingi zinafanyika sana ili kusudi kuzuia uhalifu, lakini uhalifu unaonekana bado ni changamoto kubwa sana katika mitaa yetu. Katika uboreshaji huu wa kituo cha polisi, huenda labda inaweza kaenda kuongeza chachu juu ya upungukwaji wa uhalifu? Itasaidia sana, lakini nikwambie tu ndugu mwandishi, ni kwamba kwa hali ilivyo huko nyuma na sasa hivi, naweza kusema wenye viti sisi tumefanya kazi kubwa katika masuala mazima ya ulinzi na usalama. Kwa hiyo kituo hiki tumekaa kwenye vikao vyetu vya kamati ya maendeleo, tukawa tumekubaliana kwamba hili jambo liwe la lazima, kwa sababu hiki ni kituo kikubwa katika kata yetu kuliko kituo kingine chochote. Kwa hiyo tukikiboresha kituo hiki na kazi tunazozifanya kwa juu ya masuala mazima ya ulinzi na usalama, itasaidia na itapunguza kwa asilimia kubwa katika swala zima la ulinzi na usalama katika hususan kata yetu. Pamoja na kwamba tumefanya kazi kubwa, sasa hivi uhalifu umepungua kwa asilimia kubwa sana kulingana na nyuma huko. Tunafanya kazi kubwa na kikubwa kwa sababu tuliamua kujitolea kupambana, kwa sababu wanaofanya uhalifu ni watu ambao tunaishi nao. Kwa hiyo nadhani kituo kitasaidia na kitaongeza chachu ya kupunguza uhalifu katika maeneo yetu. Mheshimiwa Diwani nimetoka kuongea naye hapa, anasema moja ya kitu ambacho imekuwa changamoto kubwa sana eneo hili ni jiografia jinsi ilivyokaa, na anaona uchache wa vituo hivi huenda ikawa bado inatatua matatizo, lakini kwa asilimia kubwa ikawa bado. Mwenyewe amepanga kwamba huenda kukaongezeka kituo kingine zaidi. Juu ya ongezeko wa kituo, unahisi kwamba masuala ya uhalifu tunaweza tukaenda kuyakata kabisa? Lazima, kwa sababu ukiwa na kituo tutakuwa na wataalamu wanaojua kukamata, tutakuwa na wataalamu ambao wanaweza kujua utaratibu wa kufungua kesi na kutengeneza majalada. Kwa hiyo kuongezeka kwa vituo itasaidia kwa namna kubwa. Nadhani na mimi katika mtaa wangu ndo tunakusudia kuongeza kituo kimoja, kwa sababu watu tuliokuwa huko inatakiwa lazima watoke tuje katika mtaa wa Tamkareli, ama tutoke tuje huku Vianiza, hatuna kituo kingine. Kwa hiyo kuongeza itasaidia na inasaidia katika kupunguza uhalifu. Ni jambo jema na ndio mpango ambao nadhani kama kamati ya maendeleo ya kata ilifikiria ili kupitia kamati ya ulinzi na usalama ya kata Azimio. Tupe tathmini kidogo ya swala la ulinzi shirikishi wa eneo hili la Azimio likoje? Tunashirikiana vizuri, na ndio maana mwanzo kama unakumbuka nilikwambia kwamba hali ilivyo mwanzo na sasa hivi hali imebadilika mno. Tumekuwa na usalama mkubwa ambao kusema kweli umepunguza kwa namna fulani huu uhalifu. Hatuwezi kumaliza tumemaliza wote, lakini kwenye 100% tumefika kwenye 70, ambayo kwa kweli hali mwanzo ilikuwa inatisha kwamba uwezi kupita hata hapo, uwezi kupita huko, hali ilikuwa ni mbaya mno. Lakini kwa sasa hali imekuwa ni shwari kwa kiwango hicho ambacho nimekutajia. Kwa kazi wako sasa eneo la Azimio, unawaambia kitu gani juu ya hili lilofanyika leo? Tusapoti na tusichukie hivi vitu. Hivi vinatusaidia sisi wenyewe. Kituo kwa maana ya polisi, kwa maana tafsiri ya neno nyenye polisi, maana yake ni kwamba inatusaidia sisi kama wananchi kupeleka mashtaka yetu na kusimamia na kujiandaa na uhalifu wa aina yoyote na kupunguza kama hali ilivyo, na wao kama wataalamu ambao wamesomea masuala mazima ya usalama katika maeneo yetu. Asante sana mwenyekiti. Nakushukuru. Shukrani. Asante. Ukiwa kama mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata hii ya Azimio, tukiamini kabisa wewe ni mlezi mkubwa sana wa vijana, na ukiangalia kwenye masuala ya uhalifu vijana ndo wanashika hatamu. Tukio kama hili la leo juu ya uboreshaji wa kituo hiki cha polisi, ukiwa kama mzazi umelipokeaje? Kwa upande wangu mimi kama ni mlezi wa jumuiya, hususan kwenye wazazi na masuala mazima ya walezi wa watoto wetu, kuhusiana na tukio hili la leo, mimi limenifurahisha na nimelipokea vizuri, kwa sababu hapa mtaani kwetu au kata yetu ya Azimio ndio kata moja ambayo ilikuwa na watoto wengi wa uhalifu. Kwa hiyo kwa kupitia na utengenezaji wa hiki kituo, ina maana kimenisaidia au kimeisaidia kata Azimio
kuwa makini na watoto wetu, na maana kinapotokea watoto wamefanya vurugu au wamefanya tatizo lolote ambalo linahusiana na uhalifu, ina maana ni rahisi kuwatoa pale, kuwapeleka hapa kituoni kwa ajili ya kuwafundisha adabu au kwa ajili ya kuweka mazingira sawa. Tunaona vijana wengi wanaingia kwenye uhalifu kwa sababu wanakosa shughuli za kufanya, wanashinda sana mitaani na inapelekea mpaka kujiingiza katika masuala ya uhalifu. Ukiwa kama mzazi na ukiwa kama mlezi, hamna kitu chochote cha kuwatafutia hawa vijana wakajishughulisha na kazi zingine ili kusudi wasijiingize kwenye uhalifu ukiwa kama mzazi? Na ndio maana kupitia hilo janga kubwa ambalo linalotukabili sisi kama wazazi au wazazi wa mtaa au wa kata hii ya Azimio, tunapambana kuhusiana na watoto wajiunge kwenye vikundi ambavyo wapate mikopo na wao, kwa sababu kama manispaa wameanza kutoa mikopo ya pikipiki kwa ajili ya kujitafutia riziki vijana kama vijana, ili waachane na matatizo hayo ya wizi, kwa sababu wakifanya hivyo ina maana au itatuepusha sisi wazazi kama wazazi na walezi katika jumuiya zetu kutokutumia nguvu kubwa nia na mazumuni kwamba wanakuwa na njia nyingine au na ile ambayo walikuwa wanaitumia kwa ajili ya wizi kutafutia kipato, ili wapate kipato kupitia huku kwenye bodaboda. Mwisho sasa, vijana ambao wa kata yako hii unaokaa nao na unaishi nao na unawajua, una kitu gani cha kuambia? Okay, kata yangu hii ambayo naishi nao, na kitu cha kuambia ni kwamba waachane na hizi tabia za hatarishi ambazo za wizi, kwa sababu tabia hizi hatarishi ndizo zinazopelekea mwisho wa siku wanakuwa wanaiba na mwisho wake wanakamatwa na hatimaye ni kifo. Kwa sababu sasa hivi msukumo mkubwa wa wale watu au wanajamii au wananchi wanaungulika sana na hii tabia ya wizi, na maana wanakereka. Wanapomkamata mwizi ni kifo tu, ni hapo hapo, nampiga hapo hapo na kufa. Asante sana, nashukuru. Asante na. Ukiwa kama katibu mwenezi, hili jambo nahisi kwenye vikao vyenu mlishavijadili sana na mpaka leo hii tunaona umeenda kufanyika uzinduzi. Hebu tuambie wewe ukiwa kama katibu, na hili jambo lilikuwepo kwenye vikao kwenye chama chenu, lilikuwepo na uzito gani? Uzito ulikuwepo kwa sababu ya kutafuta wadau, lakini diwani kama diwani amefanya kazi kubwa kuhakikisha kituo kinapatikana ndani ya kata ya Azimio. Ni moja ya sera yetu kwamba tuhakikishe kwamba ulinzi na usalama unapatikana ndani ya kata hii ya Azimio. Okay, kwa wewe sasa, wewe kama wewe unahisi uboreshaji huu wa kituo hiki huenda labda ikaenda ikawa chachu ya kupunguza matukio mengi ya uhalifu ambao wanafanyika maeneo haya? Ni moja, kama polisi watakuwa wana uledi mkubwa na wananchi tukawapa ushirikiano, tutahakikisha kwamba ulinzi unapatikana na amani na mambo ya kihalifu yatapungua. Uwezi ukadhibiti yote, lakini kwa 90% utapungua ndani ya kata ya Azimio. Moja ya changamoto kubwa sana ambazo zinatokea kwenye mitaa yetu, kutopewa ushirikiano na baadhi ya wananchi ambao tunaishi nao humu ndani, upelekea kwamba mambo haya yanakuwa magumu kabisa. Wewe kama wewe una wito gani sasa kwa wananchi wa Azimio kuhusu tukio? Naomba wananchi wa Azimio kwanza watoe ushirikiano katika kituo hiki kipindi hiki ambacho kinafanywa ukarabati, lakini la pili nawaomba kwamba wao waangalifu sana na vijana wao ambao wanafunzi haswa ni watoto. Sasa hivi wanaingia katika dimbwi kubwa la ushoga pamoja na kuwa vibaka. Kwa hiyo naomba kwamba tuanze kuwalinda watoto wetu kisha tuangalie na jamii zingine. Zoezi hili limesimamiwa moja kwa moja na chama ambacho kinatawala hivi sasa. Kwa wana CCM una kitu gani cha kuambia? Naomba wana CCM kwamba nawaambia kitu kimoja, tuwe na umoja na mshikamano na upendo, na tuhakikishe kwamba Chama cha Mapinduzi moja tufanye kazi zetu wananchi ili wazione, ili Chama cha Mapinduzi kije kushinda kwa ushindi wa kishindo. Asante, nashukuru sana kiongozi. Asante. Ukiwa kama mwakilishi wa wazee wa jumuiya ya wazee wa eneo hili, limefanyika tukio kubwa sana kwenye eneo lako. Wewe ni mzazi ambao unaishi na watoto na una experience kubwa sana, uzoefu mkubwa sana juu ya malezi. Tukio kama hili la leo, mzee wangu, umelipokeaje? Nimelipokea kwa furaha tu. Na tunaona kituo hiki kilitengenezwa muda mrefu sana. Unaweza ukatupa kumbukumbu kidogo kipindi cha kituo hiki kinatengenezwa, labda ulikuwepo eneo hili mzee wangu? Eneo hili linaanza kutengenezwa nilikuwepo kipindi cha nyuma mpaka kinakwisha kituo. Juu ya kituo hiki kilipokuwepo, huenda kilipunguza sana masuala ya uhalifu au labda uhalifu bado ulikuwa unazidi kuendelea?
imepungua sana, katika asilimia imepungua. Juu ya maboresho haya sasa yaliyofanyika, una imani kwamba matukio yanaweza kaenda kupungua kwenye eneo hili? Litapungua zaidi, na furaha katika moyo wangu. Ushauri gani sasa unatoa juu ya wakazi wa eneo hili? Ushauri itabidi tuwe pamoja na serikali yetu, tuwe pamoja na kituo chetu, tuwe pamoja na watoto wetu kwa kuwalea vizuri. Tunaona sisi wenyewe ndo tunaishi na wahalifu na ndo watoto wetu, ndugu zetu tunaishi nao. Huoni kwamba ni kuna elimu ya ziada inahitajika kwa kila mzazi kwa mwanae ili kusudi tuondokewe na hili janga la uhalifu? Inapasa kama mwanao, mtoto wako na bisi kama ana uhalifu mkali, mpeleke kituoni, sheria ifuate mkondo wake. Hapa kuna vituo viwili eneo hili, lakini mheshimiwa diwani amesema huenda kuna kituo kimoja kikaongezwa vikawa vituo vitatu. Kwenye uongezaji wa vituo, unahisi masuala ya uhalifu yanaweza kaenda kapungua kwa asilimia kubwa? Itazidi zaidi kupungua, kwa sababu kama viwili na kimoja ni kwa vitatu, inakuwa mkomana pamoja pa kupunguza uhalifu itakuwa ufanyiki. Tunamwona Mheshimiwa Rais Mama Samia anajitahidi sana katika kuboresha kila kitu na miradi mbalimbali inafanyika kupitia Turuki Media. Una kitu gani cha kumwambia mheshimiwa? Cha kumwambia, Mungu amzidishie tu kutuletea mambo yaliokuwa mazuri juu yetu sisi raia. Leo tunaona uzinduzi huu umekuja kufanywa na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Temeke. Wewe kama wewe umempokeaje na una chochote cha kuweza kumuongelea labda? Hakuna kingine cha kumuongelea, natoa shukrani tu. Asante sana mzee. Mimi natoa shukrani kwa kuwa alotutendea ni jambo jema kwetu sisi. Ndio usaidivu. Una kitu gani sasa cha kuambia wakazi wa Azimio? Kuna kitu tuwe pamoja, tushirikiane na watoto wetu kuweka vizuri. Usipende mambo ya hatari. Tuwe tuna walea vizuri katika malezi mema. Asante, nashukuru mzee.